Siku ya harusi ya Sadiki na Rehema ilikuwa ya kimya, ya huzuni, ya ajabu. Hakukuwa na shamra za vigelegele wala harufu ya pilau mitaani kama ndoa nyingine. Harusi hiyo ilifanyika haraka kwenye ofisi ya mtendaji wa mtaa, na harusi hiyo iligharimiwa na familia ya Rehema. Sadiki alivaa suti ya mkopo na Rehema alifungwa kitenge cha bluu, jicho moja likiwa limevimba kutokana na kipigo alichowahi kupata mitaani. Alitabasamu kwa namna ya kipekee, tabasamu la mtu asiye na roho ndani. Baada ya ndoa, Sadiki alihamishiwa kuishi kwa familia ya Rehema. Alifurushwa kwao kama mtu aliyeleta aibu. Mama yake alilia kwa siku 7 mfululizo. Sadiki hakuwa na la kufanya. Kila mtu alimdharau, akaitwa mume wa chizi. Lakini ndani ya moyo wake hakujua kwa nini alihisi kuna kitu tofauti na Rehema. Kuna kitu kilikuwa kinamvuta zaidi, si kwa uzuri wala kwa mapenzi, bali huzuni ya ndani aliyoihisi kutoka kwa mke wake mpya. Nyumba ya kina Rehema ilikuwa kubwa kwa kiwango cha mtaa wa Uswahilini. Ilikuwa imezungukwa na uzio wa mianzi, vyumba vitatu na chumba kimoja kilichokatazwa kabisa kuingia, chumba cha marehemu baba yao, Mzee Yusuf. Sadiki aliwekwa katika chumba cha nje, pembeni ya jikoni, na alipewa jukumu la kufagia uwanja, kuchota maji na kumwangalia Rehema kila saa. Lakini kila usiku, saa 4 kamili, Rehema alianza kuongea kwa lugha isiyofahamika, macho yake yakibadilika kuwa mekundu kama mkaa, na akawa anahema kwa nguvu hadi kulia, kana kwamba anaona maono ya kuzimu. Kila alipoamka alidai hakuona chochote. Mara ya kwanza Sadiki alihisi ni ugonjwa wa akili, lakini baada ya wiki moja alianza kusikia sauti za kike usiku zikicheka kwenye dari. Mara nyingine mlango wa chumba kilichokatazwa ungefunguka kidogo usiku na hewa baridi kushuka hadi chumbani kwake. Na kilichomshangaza zaidi, Rehema alianza kurejea kuwa wa kawaida taratibu. Alianza kuongea kwa akili. Alikumbuka jina lake, hata baadhi ya kumbukumbu za shule. Lakini kila alipoonyesha dalili za kupona, usiku huo huo angeamka akilia akisema, "Wananirudia, ndugu zangu, siwataki tena." Sadiki alianza kuwa na hofu. Kila usiku ulikuwa kama mtego, na siku moja alipokosa usingizi kabisa, aliamua kuchunguza chumba kilichopatazwa. Usiku wa manane, Sadiki alivuta funguo ya chumba kutoka kwa kitenge cha mama mkwe wake akiwa amelala. Aliingia taratibu chumbani na kuwasha mshumaa. Ndani ya chumba kulikuwa na kabati la mbao lenye alama za ajabu. Sakafuni kulikuwa na duara lililochorwa kwa damu iliyokauka, na juu ya meza kulikuwa na daftari lililoandikwa kwa mwandiko wa Mzee Yusuf. Ndani yake Mzee Yusuf alikuwa ameandika kuhusu mali alizokusanya na jinsi familia yake walivyokuwa wakishinikiza agawanye mapema. Alisema wazi kuwa anaamini ndugu zake na mke wake wana nia ya kumuua kwa kutumia uchawi, na kwamba atahakikisha mali hizo zitakwenda kwa mtoto wake Rehema pekee, akifariki kabla hajaoa au kuzaa. Lakini sehemu ya mwisho ya shajara ilimstua Sadiki. "Nikihisi Rehema yuko hatarini, nitafanya agano na nguvu za giza. Ni bora afe akachukuliwa kuliko arithi akiwa mikononi mwa familia ya kishetani. Nitaifungia roho yake hadi ajifungue mimba ya damu." Sadiki alitetemeka. Je, ndio maana familia ya Rehema walitaka aolewe haraka? Je, walimroga ili warithi mali za Mzee Yusuf? Na je, mimba ya damu ni nini? Je, ni mtoto gani atakayezaliwa? Miezi 2 baada ya ndoa, Rehema alianza kupata kichefuchefu na kuumwa tumbo. Alipopimwa, alikutwa na ujauzito. Siku hiyo hiyo hali yake ilibadilika. Alikuwa kama mtu mwingine. Macho yake yalijaa daza, sauti yake ilikuwa nzito. Alimkataa Sadiki, alimkataa hata mama yake. Akawa anakaa kimya kwa siku kadhaa, na usiku akaanza kuchora alama za ajabu ukutani na sakafuni. Ndipo mama mkwe wake Sadiki alipoita mganga wa familia kwa siri. Lakini Sadiki alisikia akiwaambia, "Tayari mimba imeingia. Sadiki ajui anapika mtoto wa laana, murithi wa nguvu za baba yao. Tunachotaka ni kuzaliwa kwake. Kisha tutafanya tambiko, mali zote zitakujia. Babu Lushindo aliahidi mwenyewe." Sadiki alipigwa na butwaa. Alijua sasa maisha yake si ndoa,
bali ni sadaka. Anatumika kama chombo tu, na mtoto anayekuja sio wake, ni wa nguvu za giza. Lakini haikuwa mwisho. Tukutane katika sehemu ya 3. Sadiki atajaribu kutoroka na mkewe, lakini atakutana na kikwazo cha kichawi. Rehema ataanza kuongea na sauti za zamani, roho ya marehemu baba yake. Mtoto ataanza kuonyesha dalili za kuwa kiumbe kisicho cha kawaida hata kabla hajazaliwa. Sadiki atakutana na mzee wa mtaa wa zamani aliyemjua mzee Yusuf, na ataambiwa ukweli wa mwisho kuhusu agano la damu lililofanywa miaka mingi kabla. Usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu.